mbalimbali utaendelea, na hii neema itaendelea kuzaa na kukua zaidi na zaidi, maana kazi ya neema huwa inakuwa na kuongezeka. Kazi ya neema inakuwa na kuongezeka, kwa maana neema unayoipata leo katika TZ Gospel Television inaendelea kukua. Kadri unavyozidi kuendelea kutazama na kufuatilia, hiyo neema inaendelea kukua, naamini hata kwako itaendelea kukua. Kwa hiyo hata wakati niko kule Dar es Salaam kwa ajili ya huduma mbalimbali, ninamwona Mungu juu ya hii neema inayoendelea TZ Gospel Television, na tumeendelea kuona vipindi mbalimbali vikiendelea, mambo mbalimbali yakiendelea ambayo yanapatikana hapa kwenye TZ Gospel Television. Kwa ni neema ya Mungu. Usichokijua ni kwamba haya mafunuo mtumishi wa Mungu alishayapokea na alishaipokea hiyo neema, na kwa sababu sio mchoyo wa kukaa na neema peke yake, anatushirikisha pia na sisi. Mungu akubariki sana. Hata wakati niko pale Kongo Goma kwa ajili ya huduma za injili na mikutano, nimeendelea pia kufuatilia neema hii TZ Gospel Television, lakini pia kupitia vipindi ambavyo ninavipokea na kuvipata kwenye channel ya Mwalimu Ayubu Mwafyela. Zile channel zinatusaidia sana, na nimewashirikia na watu wengi mbalimbali, hata kule pia wataendelea kutusaidia. Lakini pia tunao ndugu zetu wengine wako pale Kenya, nao pia wanafuatilia kwa sababu huwa tunawahusisha vipindi vya namna hii. Lakini pia tunao ndugu zetu akiwepo dada yetu Upendo, yuko pale Oman. Amen. Yeye yuko pale Oman. Yeye naye pia anaendelea anafuatia hivi vipindi. Na kwa sababu ya kipindi na somo hili, naamini wote tutaendelea kuwajuza, hata kama una ndugu yuko nje ya nchi. This is online television. Follow Mwalimu Ayubu Mwafyela, alafu mwalike na huyo mtu, mwambie aweze kusubscribe kama kwenye mitandao kama WhatsApp, TikTok, YouTube, kwenye Instagram, Facebook, anaenda akafollow. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kuendelea pia, ninatamani uendelee kutuma maombi yako kama ambavyo mtumishi wa Mungu amesema hapa. Endelea kutuma maombi yako nasi tutayaombea, nami nitaomba kwa ajili ya hayo maombi kwa ajili ya nyakati hizo ambazo Mungu ametupa. Lakini natamani majira haya na wakati huu niweze kukufundisha jambo ambalo hili nikisha kufundisha litakusaidia sana kwa habari ya neema. Kitu ambacho natamani nifundishe hapa ni kama una mahali pa kuandika, andika, ni dakika chache sana, alafu tutakwenda kuomba huku ukiendelea kutuma maombi yako, na Mungu ataendelea kuyafanyia kazi hayo tukiwa tunamuomba. Unaweza kuandika au kutafakari neno hili, somo hili linalosema mambo ya kufanya ili neema ya Mungu iendelee kutenda kazi ndani yako. Mambo ya kufanya ili neema ya Mungu iendelee kutenda kazi ndani yako. Maana sio wote wanaoweza kuipokea neema ya Mungu wanaendelea kutembea na hiyo neema. Kuna wengine walishapokea neema ya Mungu mwaka jana, lakini sasa imeshawaacha kwa sababu hawakuwa na maarifa ya kutunza neema ya Mungu inayoshuka kwenye maisha yao. Kuna wengine walipewa kutembea na neema ya Mungu vizuri, lakini kuna mambo waliyafanya kwa kutokujua, na ile neema imeondoka tena, haipo tena. Sasa ninatamani kwa wewe mtumishi wa Mungu unayetufuatilia, chukua jambo hili ambalo nimesema, mambo ya kufanya ili neema ya Mungu iendelee kutenda kazi ndani yako. Ukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 5, kitabu cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho, ile sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 5, neno Mungu linasema, tena ndugu zetu twawaarifu, kama una Biblia unaweza ukasoma pamoja na mimi. Twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao, sikiliza Paulo anachosema hapa, anasema kwa uwezo wao
na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Mstari wa 4 anasema, wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii. Kwa habari ya neema hii. Neema gani ambayo wamepewa? Ili kwa neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama walivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Kwa maana hiyo, angalia, Paulo anaeleza kwa habari ya hawa watu wa kanisa la Wakorintho, anawaambia kwa habari ya watu wa Makedonia, namna ambavyo Mungu aliachilia neema ndani yao. Lakini Mungu alipoachilia neema ndani yao, wao walifanyia kazi hii neema, walifanyia kazi hii neema. Hata Mungu anapoachilia neema ndani yako, anatamani kuona neema anayoiachilia ndani yako unaifanyia kazi. Anatamani kuona hiyo neema inazaa. Mwanzo nilisema kwamba neema ya Mungu inakuwa na kuongezeka. Kwa maana hiyo, Mungu kama alikupa neema leo hii ya kumiliki nyumba, anatamani aone kuna neema nyingine tena ya kumiliki gari. Na ndio maana kuna mahali anawaambia watu ya kwamba Mungu anaachilia neema nyingi. Kwa neema nyingi wapewazo watu, Mungu anaweza akaachilia neema nyingi kwa watu. Kwa maana Paulo anaeleza kwa habari ya hawa watu wa Makedonia, walipopewa neema ya Mungu waliitendea kazi. Sasa mambo ya kufanya ili neema ya Mungu endelee kutenda kazi ndani yako. Jambo la kwanza, natamani hapa nikufundishe jambo la kwanza. Jitoe kwa Mungu aliyekupa hiyo neema, hata kama unaona vita au dhaifu, na neema ya Mungu inakutosha. Jitoe kwa Mungu aliyekupa hiyo neema, hata kama unaona vita. Mungu anapokuwa anaachilia neema juu yako, Mungu anapokuwa anaachilia neema juu ya jambo fulani kwenye maisha yako, Mungu akikupa neema, umeolewa, una amani nzuri kwenye hiyo ndoa, Mungu amekupa neema, umezaa watoto na watoto wamesoma vizuri, Mungu anapokupa neema na wewe umefanikiwa, na wewe katika hiyo neema unaona uchumi wako ulikuwa chini, Mungu amekuinua. Anapokupa hiyo neema, jambo la kwanza, jitoe sana kwa Mungu aliyekupa hiyo neema. Na hata kama yatakuja mazingira ya vita, lazima ujitoe. Maana hata neema inavyokuja, kuna vita pia. Shetani ataleta vita kwa ajili ya kuifuatilia ile neema ili apate kuididimisha. Lakini kitakacho kusaidia ni wewe mwenyewe kujitoa kwa Mungu aliyekupa hiyo neema. Lakini jambo la pili, ongeza kiwango chako cha kumjua Mungu. Ongeza kiwango chako cha kumjua Mungu katika kutenda mema. Ongeza kiwango chako. Angalia, Paulo anawaambia watu wale wa Makedonia, walipokuwa wamepewa neema na Mungu, waliweza kufanya zaidi ambavyo hata kina Paulo walikuwa wakifikiria, kwa sababu walijitoa nafsi zao, walitoa maisha yao, na waliongeza kiwango cha kumjua Mungu. Walimjua Mungu ya kwamba anatamani kuona wanatakiwa kufanya ukarimu hata kwa watumishi wa Mungu. Walitakiwa kufanya ukarimu hata kwa ajili ya huduma inayoendelea kwa ajili ya kina Paulo, ambapo Paulo anaendelea kusimulia. Lakini jambo la tatu, ili neema Mungu iendelee kutenda kazi ndani yako, tamani sana wengine nao wapate nafasi kama hiyo ambayo wewe umeipata. Unapopata neema kutoka kwa Mungu, tamani hiyo neema na wengine nao waipokee. Unapopokea neema ya wokovu, tamani hata watu wa nyumbani mwako wapokee hiyo neema ya wokovu. Unapopokea neema ya amani kwenye nchi yako, tamani hata watu wengine nao kwenye nchi zao wanaopita kwenye shida wapokee hiyo neema ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana unapopokea neema, uchumi uko vizuri, tamani sana na wengine nao waweze kupokea neema ya namna hiyo. Kwa maana hiyo, hata ukisoma Korintho wa pili sura 6 mstari wa 1, na Mungu linasema, Paulo anasema kwamba nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana hiyo, tusipokee neema ya Mungu bure.
Mungu anatamani aone inafanya kazi. Hakupi neema kwa sababu yako peke yako, anatamani aone inafanya kazi. Hasa wengine wanapopewa neema na Mungu, uchumi wao umeongezeka vizuri, basi utakuta anaanza kujiinua, utakuta anaanza kuinua mabega, utakuta hata watu wakiwa wahitaji msaada hawasaidii. Huyu mtu anajaribu kumwambia Mungu ya kwamba hii neema umenipa peke yangu. Hapana, hapo utakuwa umeipokea neema ya Mungu bure. Usipokee neema ya Mungu bure, pendwa. Haya ni mambo ambayo Mungu anatamani aone ile neema aliyoachilia ndani yako inaendelea kufanya kazi. Endelea kutuma maombi yako wakati namalizia juu ya pointi hii ya 4 ambayo ni ya mwisho, Jambo la 4 ambalo litakwenda kusaidia neema ya Mungu endelee kutenda kazi ndani yako. Jambo la 4 linasema, endeleza kuwa na unyenyekevu na ukarimu ndani yako ili Mungu aitumie neema hiyo kukuinua zaidi. Endelea kuwa na unyenyekevu. Neema ya Mungu inaendana na unyenyekevu. Neema ya Mungu inaendana na watu waliotulia ndani yao, watu ambao wanapondeka mioyo yao, watu ambao hawana kiburi. Wakiambiwa fanya jambo hili kwa ajili ya Kristo, wanafanya. Watu wa Makedonia walikuwa wanyenyekevu kiasi kwamba walivyokuwa wanaona kazi ya Mungu inaendelea, hawakukaa kimya. Neno la Mungu linasema pamoja na umaskini wao iliwaongezea utajiri wa ukarimu. Yani wao pamoja na dhiki zao, lakini mioyo yao iliongezeka kiwango cha ukarimu. Hawatu waliweka unyenyekevu ndani yao, kwa sababu neema ya Mungu walioipokea walijua inahitaji sana unyenyekevu, na ndipo itaendelea kufanya kazi. Watu wengi walivyokuwa na kiburi, Mungu amewashusha na kuondoa neema kwenye maisha yao. Sasa natamani hapa siku ya leo, hata unapoendelea kutuma maombi yako, lakini tutaomba Mungu akupe neema ya kunyenyekea. Yamkini kuna mahali ulikosa unyenyekevu, Mungu akaondoa hiyo neema ndani yako. Nitaomba hapa maombi ya urejesho. Yamkini kuna wakati ulikuwa unaona unafanya mambo yanaenda yenyewe, yanaenda vizuri, na sasa hivi mambo yamekuwa magumu. Sikiliza, tutaomba kiwango cha urejesho. Hata mahali ambapo ulikosea, damu ya Yesu itakusafisha na kukusamehe, halafu utaendelea tena, neema ya Mungu itakuwa juu yako. Mtumishi wa Mungu alishasema hii wiki sio wiki ya kawaida, ni wiki ambayo Mungu anatamani akuinue zaidi, ni wiki ambayo Mungu anatamani akupe nondo za kukusaidia ili uweze kuvuka, upate maarifa ya kukusaidia, upate maarifa ya kukutoa mahali ambapo umekwama na kushindwa, ili katika pale ambapo ulikwama, kupitia mafundisho haya Mungu atakuinua. Na neema ya Mungu itakapokuinua mara ya pili, hakuna kitakachoweza kukushinda, maadamu umekamata hivi vyote ambavyo tumeendelea kuvifundisha, maadamu umeendelea kusimama na kufuatilia kile ambacho Mungu ameendelea kusema na wewe kila siku. Hata tunapoendelea kuona vipindi vinavyoendelea hapa, ni gharama. Mungu anatamani kuona watu ambao amewapa neema wanatumia hiyo neema kuongeza kiwango cha ukarimu ndani yao. Haijalishi wanapita kwenye changamoto, wameomba shida zao, haijalishi wamejibiwa au hawajajibiwa, wanaendelea kufanya. Mtumishi wa Mungu anavyotaja namba za sadaka, kuna watu ambao ndani yao wana unyenyekevu kabisa, kwa sababu Mungu amenipa neema na ukarimu. Ndani yake lazima anajisikia kufanya na kutenda, maadamu Mungu amemsaidia. Na neema ya Mungu inatamani kuona unapoendelea kufanya hivyo, hata watu wengine wanaendelea kupata habari njema za wokovu. Kuna watu wengine, mtumishi wa Mungu, nimeenda mahali pale Kongo, nimekuta watu wamekata tamaa. Mtu mmoja ananipokea, anasema, mtumishi, toka nipo Kigoni, mtoto mdogo, tunakimbia vita, kila siku ni kukimbia, mpaka sasa ana watoto wengi zaidi ya 6, lakini bado anasema amani kwao haipo, lakini stili anasema Yesu ni Bwana. Ina maana anasema neema, hata kama tunapita kwenye changamoto, lakini neema hii tunaipata kidogo ya kuishi na kupumua, tunakimbia, tunapata nafasi, ni Mungu aliyetusaidia. Kwa maana anasema ile neema tutaitumia kwa sababu ni Mungu aliyetusaidia.
Karabashandarabasaka. Mama moja akaniambia, ni tumeomba, tumelia, tumekata tamaa, lakini bado mioyo yetu ina matumaini, kwa sababu Mungu ametupa neema. Hata hivyo majumba yetu yapo hajabomolewa, bado tunaendelea kuishi. Wanakimbia vita, lakini wanaendelea, wanarudi na maisha yanaendelea. Kwa hiyo Mungu akikupa neema, kuna watu wanatakiwa kupokea hata habari njema. Hawana hata hiyo habari njema. Wengine hawana hata simu ambayo wewe unayo hapo unatazama hicho kipindi. Wengine hawana hata television. Wengine hawana hata chochote. Unatamani hivi vipindi viendelee hata kwenye redio, ambao watu wana viredio, wana simu ndogo, waweze kupokea hii neema. Hii neema tusipokee bure. Haleluya, haleluya. Endelea kutuma maombi yako, nasi tutaenda kuomba hapa, na nguvu za Bwana zipo kwa ajili ya kukuhudumia. Na ukizingatia na kufuatilia haya, ukawa mnyenyekevu na mkarimu vizuri, kama wale watu wa Makedonia walifanya kazi ya Mungu, waliwahudumia watakatifu, waliweza kufanya hata wakaweka shirika la kuwasaidia watenda kazi kwenye shamba la Bwana. Oh, haleluya. Kuna watu watapita kwenye TZ Gospel Television, wanaendelea kufanya kazi ya Mungu. Kuna watu wanaofanya kazi lazima walipwe, lazima waweze kupata saidi zao, nao wapate kula na kuishi. Watumishi wanahubiri, kuna mahali watamani wapate leso, lazima Mungu akupe hiyo neema. Ninatamani kuona baada ya wiki hii watu kupokea neema ya Mungu atakapowaongezea hiyo neema. Kuna watu watainua ukarimu kwenye television, na watu hawatakuwa watu wa kawaida tena. Nawe hautakuwa mtu wa kawaida tena. Nawe lazima utaweza kuona ukiongezeka, kwa sababu umemwambia Mungu, ulichonipa nimeona ni neema tu, na maisha yangu ni neema, wala sio kwa ujanja, wala sio kwa fikra zangu. Hata kama unayo gari, wengine hawana magari, hiyo ni neema. Wengine wanasema pesa ndio nayo, nitaweka mafuta. Sikiliza, mafuta yako yawe kwa ajili ya kusogeza kipindi kimoja kiruke hewani katika jina la Yesu. Endelea kufuatilia, endelea kuona maajabu kupitia televisheni hii, na uendelee kufanya kama ambavyo mtumishi wa Mungu ametaja namba za sadaka hapa, na baada ya maombi hizi namba zitatajwa tena, na Mungu atakusaidia, na wewe utaendelea kuiona neema ya Mungu ikikufunika katika jina la Yesu. Daudi anasema, tangu niko kijana mpaka sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, na Mungu hatakuacha katika jina la Yesu. Maana maadamu neema yake ipo inakutosha. Akamwambia Paulo, pamoja na udhaifu wako neema yangu inakutosha. Hata kama unaona ni dhaifu, maisha yako yaelewi, neema ya Mungu inakutosha katika jina la Yesu. Leo ukiona uko chini, Bwana atakuinua, na wewe utainuka tena kwa damu ya Yesu. Endelea kushikilia sadaka yako pamoja na hayo maombi ambayo umeweza kuyaandika hapo, na endelea kuyaandika, nami nitaomba, na wewe enda kwenye maombi sasa wakati tunaomba. Karabashandarabasakariantarabakoria. Mungu uliye hai, Baba yetu wa mbinguni, Bwana, wewe uliyetupa neema hii, pasipo maandiko Bwana, pasipo maarifa, watu wako tunapata kupotea na kuangamia, kwa sababu umesema kwamba my people are destroyed because of the lack of knowledge. Mungu, tazama, umetupa maarifa haya kupitia Tanzania Gospel Television Bwana, pamoja na watumishi wako ambao wanaendelea Bwana kurusha vipindi hivi hewani hata siku ya leo na wiki hii ambao Bwana tunapita katikati ya somo la neema. Tazama, wako watu wako ambao wanaendelea kufuatilia. Wengine wanaamka usiku wa manane, wengine wanaamka asubuhi Bwana Mungu, ninajua wote wanaofuatilia umejua na kuiona mioyo yao Baba, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wameandika maombi yao, watoto wako wameandika, wameweka Bwana maombi yao, wengine wameambatanisha na sadaka zao kwa ajili ya madhabahu yako ya TZ Gospel Television Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila maombi yaliyoandikwa Bwana, nami napitisha wema wako katikati hayo maombi, nami
napitisha mkono wako kwenye hayo maombi, nami napitisha nguvu zako kwenye hayo maombi, nami napitisha neema ya kwako ikamsaidie na kumjibu kila moja moja, maadamu ameandika kwa imani ya kwamba Mungu utatenda. Bwana Baba, usinyamaze katika jina la Yesu. Yamkini kuna mahali alipita akaona ni mtu wa mikosi, hajaweza kuona amani kwenye maisha yake. Baba, katika jina la Yesu napitisha hiyo nguvu ya kwako ikamwinua Bwana, ikamsaidie na kumuongoza kwa damu yako, ukaendelee kumpa neema na kibali. Mwingine ameandika kwa ajili Bwana ya kupata mchumba. Ninaona mtu ambaye ameandika ndoa yake Bwana inampa machungu na machozi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nenda ukatende na kufanya kwenye maisha yake. Achilia Bwana majira mapya tena. Alivyolia inatosha Bwana, alivyoteseka inatosha Bwana, ametafuta kazi vya kutosha Bwana, amechoka. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia neema yako kwenye paji la uso wake, mahali atakapoenda na vyeti vyake kuomba kazi, hiyo neema yako ikambebe katika jina la Yesu Kristo. Mwingine anasema Bwana GPA yake ni ndogo, wala hastahili Bwana Jehova. Mungu umesema katika udhaifu neema yako inatimilika hapo kwenye udhaifu. Nenda ukamtendee na kumsaidia. Tazama yule ambaye Bwana ameandika maombi yake ni mgonjwa. Mwingine ana watoto wako Bwana hospitalini. Mwingine Bwana kuna mahali amepata ajali, kidonda kiponi. Napitisha hiyo neema ya kwako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya kwako ikasimame, huo uweza wa kwako ukasimame Bwana. Tazama mwingine amna ugonjwa wa kulogwa, wamepima wamesema na pressure Bwana, kumbe mapepo na majini wamemfukuza usiku, wameachilia hiyo pressure katika jina la Yesu. Enyi nguvu za giza, mapepo na majini mliokamata maisha ya huyo mama, haya hamna nafasi, mnaachia sahi. Enyi nguvu za giza, nguvu za kusema uliyekamata maisha ya kwake, moto usiozimika katika jina la Yesu. Yule mama analia kwa sababu ameona watoto wake hawajasoma, wanavuta bangi. Katika jina la Yesu Kristo, ewe pepo unayeleta kiu ya bangi, achia maisha ya hao watoto katika jina la Yesu. Enyi watoto mliokamatwa na zinaa, haya neema ya Bwana itapita hapo, inapita katika jina la Yesu Kristo. Nami nainyunyiza damu ya Yesu katikati ya kila shida ya kila mmoja. Nami nanyunyiza hiyo nguvu ya damu ya Yesu ikatembee kila mahali Bwana, na hiyo neema yako kwenye hayo maombi. Mwingine ameandika Bwana anatamani apate mchumba aliye sahihi Bwana, amechoka kudanganywa na kuahidiwa uongo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninapitisha hiyo nguvu ya kwako, ninapitisha huo wema na neema yako Bwana, ikamfunike kwa damu ya Yesu. Neema yako inasema ya kwamba inaachilia vazi jipya. Nenda ukaachilie vazi jipya kwenye maisha yake, ni katika jina la Yesu Kristo wanalete aliye hai. Karabashandarabakuria rikantarabashenderebosata yakantarabakoria mandoroboshanda. Haijalisha amezunguka sana kwenye maisha, ametafuta misaada amekosa, hata ndugu wote wamemkimbia. Mwingine alivyofiwa Bwana, tazama ndugu amemnyang'anya zile mali Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo narejesha neema yako juu ya haki yake katika jina la Yesu. Haki yake itopotea bure. Mwingine ana kesi ya kusingiziwa, naipitisha hiyo neema yako juu yake, ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Enyi mapepo mliokamata kwenye hao watu wa haki, katika jina la Yesu acheni fahamu zao, na hiyo haki ya mwenye haki ikathibitike, ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema yako kwa ajili ya kila maombi yaliyoandikwa na yanayoendelea kuandikwa ikaendelee kufunuliwa kwa ajili ya kila mmoja. Nami naomba hata kwa ajili ya wale ambao wako mbali, hata kwa ajili ambao Bwana wanatufuatilia, naomba kwa ajili ya sadaka zao. Mungu kambariki kila mmoja Bwana. Tazama moyo wa ukarimu ndani yao. Mungu kawatunze na kuwainua, ni katika jina la Yesu. Asipungukiwe kwa damu ya mwana kondoo, na kwa nguvu zako ukasimame na kuwa pamoja nao, ni katika jina la Yesu nimeomba haya Bwana, na ukambariki na kumuinua kila mmoja. Endelea kubariki juu ya vipindi vyote ambavyo Mungu
vinaendelea katika televisheni hii Bwana, na channel ya Mwalimu Ayubu Mwafyela, ukaendelee kusimama Bwana, ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki. Mimi ni Mwalimu George Robert Rusoro kutokea pale Dar es Salaam. Mungu awabariki sana. Tuendelee kufuatilia mafundisho haya na Mungu endelee kukuinua. Amen. Asante sana. Amina sana mtumishi wa Mungu. Haleluya. Mungu akubariki. Tumeomba na binafsi wakati mtumishi wa Mungu anaomba, na mimi kama mwombaji nimepokea kitu, na wakati mtumishi anaomba ninakaa na feel ile nguvu ya neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nikutakie baraka. Nataka nikutajie namba za simu ambazo utazitumia kwa ajili ya sadaka yako, hotuba na maombi ya kwako. Wengi wenu mnazo contact, lakini nataja kwa ajili ya wale ambao ni wageni na wewe ni mara yao ya kwanza kujoin platform. Kwa sadaka yako kwa njia ya Vodacom M-Pesa ni 0742523517 0742523517. Kwa njia ya Airtel ni 0623125796 0623125796.